Leo ni jioni ingine jema. Tuko hapa kwa stage ya Fleria, stage ya basi. Tunakuletea bidhaa kama warmers. Ukiangalia hapa utaona niko na warmers nimeshika hapa. Hii ni kitanda ya 6x6. Hiyo ni warmer. Inatumikana kwa kujifunikia ama kwa kutandika kwa kitanda. Hata ukitaka kulala kwa kiti, kuna kadogo hapa, haka nikakulala kwa kiti. Na hii pia inatumikana na wamama wa watoto, mtu mwenye anataka kubeba watoto nayo unatumia. Hapa kuna kengine nimekuletea warmer mpya. Hata haka ni hiyo ya kujifunika kwa kitanda ama ya kubeba watoto. Karibu customers. Na hii ni color pink. Hata hii ni mzuri. Ziko mingi. Hata hapa kuna zingine. Hizi zote ni warmers. Kuna mpaka duvet covers. Kuna mpaka hii ya brada. Hii ya brada, hii ya grey. Hii unaweka kwa mattress. Kitanda ya 5x6 na kuna 4x6. Unaweka kona na kona. Na hii pia ya brada inakuwa rahisi kwa kufua. Saa ile unafua ni rahisi kung'ara na ni rahisi kutoa. Si kama mfuko vyenye unaweka kutoa inakuwa gumu. Sasa hii ukishaweka mfuko ya mattress, unarudi unawekelea hii brada. Hii ndio inakuwa juu. Ili saa ya kutoa itakuwa ni rahisi, ni kuchomoa tu na kufua. Na inakauka haraka haraka. Ziko nyingi customer. Ukiangalia hapa kuna ingine. Hii ni color pink na white. Hata wenye wanataka ya kujifunikia. Ndio hii. Hapa kuna kengine. Ni smart. Leo nimekuletea mali smart. Warmers. Ndio hizi warmers. Smart. Kubwa na dogo. Size yoyote iko. Na bei nayo. Nimekutengeneza kwa bei poa. Kulingana na size. Bei inaendaga kulingana na size. Na kulingana na uzito wake. Kuna ingine kubwa kuliko ile ingine. Hii nayo inaitwa bed cover. Bado ni ya warmer. Bed cover ya warmer. Hii sasa kisha tandika kitanda yako. Hii unawekelea juu. Inatoa kitanda ikiwa smart sana. Ni color pink. Vile iko maridadi hivyo ndio kitanda yako itakaa maridadi. Inakaa smart. Kisha tandika unawekelea juu. Pia tuko na shears. Shears ziko hapa. Karibu customer. Hapa kuna shears. Ndio hiyo shears. Hiyo shears kama uko na mlango kubwa unaweza weka. Ukiangalia utaona ni mbili, iko na mwenzake. Kama unataka ya pasia ya kupatation mahali, unaweza chukua hii na inafanana na hii ingine, ziko double. Zikiwa mbili hivyo ukishikanisha ni pasia. Na pia kuna mwenye anataka nini? Kuna mwenye anataka ya kuweka kwa madirisha. Ndio hiyo unaweka dirisha ama mlango vyenye tu utataka. Ziko nyingi customer wetu. Ukikuja hapa kwa duka yetu utapata aina nyingi. Hii nayo iko na color blue. Na hizi shears mwenye ako na madirisha mingi ya kufanana unachukua kimoja kikubwa. Kama hii for example hii ni kubwa sana. Unachukua alafu unakatakata. Hii ni kubwa sana. Ukiwa na dirisha kama 4-5 unaweza chukua kama hii na unaona ni smart. Kuna watu wapendagi maua nyingi. Sasa hii itapelekana na nini? Inaenda na kala nyingi. Tuseme kama uko na curtain ya grey bado itaenda. Kama uko na brown
ama yani cream ni mzuri. Tuna prefer cream juu watu wengi wako na nini na vitu tofauti tofauti, lakini hii kara uzuri yake ina maji na kara mingi. Sasa utachukua hii upelekee fundi. Kama unataka itoke dirisha 5 inakatakatwa, inawekwa. Karibu customer wetu. Mahali tuko nayo nyingi. Kiangalia hapa pia tuko na blanketi. Hii ni blanketi kubwa nzito 4x6. Hata hii ni 4x6, hii ni 5x6, 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 5x6. Hii nayo ni carpet. Hii nayo ni warmer ya brown. Ni splendor. Hii ukishanunua hii blanketi kubwa unaweza nunua hii splendor, hii ya warmer. Inapeleka nala. Sasa hii ita-act kama bed sheet. Utaweka ndani na hii mzito ikue nje. Ndio sasa blanketi isichafuke. In case umenunua color bright, uweke hii ndani na hii kuja juu ndio isichafuke. Pia tuko na macarpet. Wasichana warembo ndio hao. Wasichana ndio wanapenda color pink. Hapa kuna pink wasichana, kuna peach, kuna maua. Hizi zote ni carpet. Unakuja tu na unajishikia moja. Juu wasichana wanapenda kitu bright. Pia hapa ukiangalia kuna warmers zingine. Na hapa kuna curtains. Na hapa tuko na doormat. Hapa tuko na doormat. Tuko na tule tu carpet tudogo tunaitwa side bed. Kama haka ni kanaitwa kwa side bed. Haka unaweza tandika kwa bedroom. Weke kwa bedroom yako ama kwa corridor ama kitchen. Yani pahali ama hata unaweza pata mwingine alinunua ikakosa kanafasi kadogo. Sasa hako kanaweza jazililia. Na pia kuna hii ya round. Hii nayo iko na kazi mingi. Ukiwa na dining yako, haka sasa kanaweza wekwa kwa dining. Unaona kanakaa kama meza. Na kaeka kwa dining. Unaweza kaeka kwa kitchen. Pahali popote unataka unakaweka. Unaweza weka pahali popote unataka. Nika carpet, ka dining, ka kitchen. Unaweza weka. Na tunakuuzia kwa bei nafuu. Customer wetu ukikuja hapa bei tunakutengeneza kwa bei nafuu. Bei yetu ni affordable price. Tunauza bei ya mkulima mdogo. Hatufinyagi watu sana. Kwa maana hata sisi tunaelewa saa hii uchumi imekuwa mgumu na pesa kupata ni shida. Ukipokuja hapa nitakuuzia vizuri kama customer. Na pia angalia hapa kuna vitu vingine watu wa salon karibuni. Haka unaweza weka kwa dirisha yako ama uweke kwa biashara yako. Kuna kengine hapa smart. Hii hata kwa grill, kwako kwa grill. Ukiwa na mahali umegawanisha kama ni grill ama ni madirisha, hii inaweza wekwa kwa dirisha ama uweke kwa grill. Kuna nyingine hapa, kala ziko tofauti tofauti. Hapa kuna ingine inakaa hivi. Hizi kwa Kikuyu tunaitaka monyunyura. Ni zile neti za kamba. Hiyo. Ukiwa tu na mahali unataka kupartition ama kwa dirisha ama kwa kazi yako, iko na kazi mingi na ziko aina nyingi hapa. Ukiangalia hapa utaona iko na kengine hapa. Hapa nayo ni tukaba mtupu. Ni tukaba lakini ni kazuri juu. Ukikaweka hivi kwa mlango, yako. Ukaweka hivi ni kazuri kwa kazi yako. Kanatokea smart kwa mlango. Na kama akikuja anapita nako tu. Atakuja tu kama amepita. Hakuna kitu inamzuilia. Pia kuna kakara red yako, wenye wanapenda color red, wenye wanapenda kitu bright.
Kuna kengine hapa ka orange. Aka nikadirisha. Customer wetu, rebesha nyumba yako leo na color brown. Aka nikadirisha. Hata unaweza weka kitchen. Dirisha yoyote tu, kama hutaki orange, kama hutaki red, chukua purple. Purple ndio hiyo, customer wetu. Ndio hiyo maridadi. Hiyo kitu imagine ikiwa kwa nyumba yako ni smart sana. Nyumba yako inakaa maridadi, inakaa mulwa, inakaa kitu smart. Angalia ndio hiyo ingine. Karibu customer wetu kwa duka yetu. Ukikuja hapa utapata vitu smart. Tena kwa bei nzuri. Na tena tuko na towels. Hitu tunaitwa face towel. Hitu ni face towel. Tutawela tudogo. Watu wa salon nitembeleeni kwa hii duka yangu. Ukiangalia hapa utaona white ndio mingi. Watu wa salon niliona mnapenda tu vitu bright. Karibuni hapa niwauzie tutawela tudogo. Hata haka nikatawe. Ukiosha mtoto unamuigisha. Hii iko mpaka na kofia. Juu ya wale watoto wenye wajui kujifunika, unamvalisha ni kama nguo na ni towel. Karibu customer wetu. Hali ni nyingi hapa kwa Wamulindi. Pia ninauzaga brada. Hapa tuko na brada za nini? Tuko na brada aina mingi. Nimejificha. Hii naye ni mattress cover. Hii inaitwa mattress cover. Na bado inaitwa duvet cover. Hiyo kitu ni smart sana. Kama umenunua blanketi hii mzito, unahitaji kitu kama hii. Kuna ya warmer na kuna ya bed sheet. Sasa hii kama hutaki kuwa mzito sana, chukua hiyo ya material. Na pia nayo tuko na nyingine hapa. Ziko aina mingi. Hata hii bado ni duvet cover. Angalia vile ziko smart customer wetu. Na ninakuonyesha tu for example. Kwa hivyo ukikuja hapa kwa duka yetu, utapata aina mingi. Angalia customer wetu hapa, niko na curtains. Karibia customer wangu. Niko na curtains hapa. Haka kanakaa kama ka mlango hivi. Angalia kitu smart customer. Curtain mwecheche iko hapo, curtain mwecheche smart. Na ni mbili, ndio huyu mwenzake hapa. Kitu smart, kitu maridadi. Hii ukiweka kwa nyumba yako inameremeta, inakuwa smart. Wamama nitembeleeni. Karibuni tutengeneze manyumba wamama. Nyumba zikuwe smart na zirebeke. Ukiangalia hapa tena niko na hii inaitwa brada. Sasa ile ingine nilikuwa nimekuonesha brada ya warmer. Hii sasa ni brada ya bed sheet. Hii ni kitanda ya 4x6. Kuna ya 3x6. Hata hii ni bed sheet brada. Hii ukiweka kwa mattress yako itakuwa rahisi juu unaweka tu kona na kona. Saa ya kutoa ni rahisi, unachomoa tu hivi mara moja. Ni rahisi. Shaweka mfuko, sasa nunua hiyo kabrada. Na tuko na nyingi, nimekuonesha tu sample. Ukitutembelea, utaona nyingi kwa sababu ziko. Karibia customer wetu, jioni hiyo jema. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuweka uhai, kwa kutupea siku ya leo, siku ambaye ni nzuri kwetu, siku ambaye hatujawahi kuiona. Wapendwa, wacheni niwaambie, sio kawaida, si kila kitu kawaida. Kila kitu sio kawaida. Hii maisha ambayo tunaishi wapendwa wenzangu, wacheni niwaambie, hii maisha ni ngumu sana. Hata nyinyi mkiangalia utaona vile mambo imekuwa ngumu. Utaona vile mambo imekuwa ngumu kwa hii maisha. Hivyo
Mpendwa, hata kama unafanya biashara yako, ninapendaga sana na sisahauliki kuwaambia hili neno. Wapendwa, wacheni niwaambie, nimepitia mambo mengi kwa hii dunia. Nimepitia shida nyingi, nimekula shida mingi sana, na ndio maana Mungu akanipea kibali ya kuongelesha watu. Ninakwambia ya kwamba hata ukiona kama mambo imekuwa magumu, mpendwa wangu, usikufe moyo. Usikufe moyo ndugu na dada yangu. Mujipatie moyo. Maisha imekuwa magumu. Biashara zimekuwa gumu. Kulea watoto imekuwa gumu. Kila kitu saa hii ni kung'ang'ana. Lakini wacheni niwaambie wapendwa. Ukitaka kufaulu kwa maisha, mweke Mungu mbele. Kitu ya kwanza, ukiamka asubuhi, omba mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuamka vile ulilala na ukaamka, ujue si kawaida. Siku hizi tunasikia watu wanalala na hawaamki. Ukiuliza ni nini? Mtu hakukuwa mgonjwa lakini alilala hakuamka. Kwa hiyo wapendwa, wacheni niwaambie, kulingana na maisha yenye tuko saa hii, maisha tuko katika nyakati za neema. Nataka muelewe hivyo. Kuna watu hawajui neema ni nini. Neema ni nini? Nikikufanulia mambo ya neema, neema sio jambo la kawaida. Hivyo kulala, kuamka, kuoga, kukuja kazini, ukauza, Mungu akakubariki, haukurudi nyumbani mkono mtupu. Kuna wenye wanaenda kazi hawauzi. Kuna wengine wanatafuta kazi ya kufanya hawapati. Mwingine anauliza, nitatoa wapi hata shilingi 100? Mwingine alifungiwa mpaka nyumba, analala nje. Mwingine hata kukula ni shida. Mwingine anaweza lala hata siku 2-3 bila kukula. Na kama wewe unaona mambo yako inaendelea vizuri, unafaa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na ukijua hii maisha yenye tunaishi saa hii, tunaishi kwa ajili ya neema ya Mwenyezi Mungu. Na ndio nimewaambia, neema sio jambo la kawaida wapendwa. Neema wapendwa, hivyo ni kumaanisha nini? Ati hii mambo yote ambayo tunafanya siku ya leo, ukifanya kitu na iwezekane, unashukuru Mwenyezi Mungu. Unajua si kawaida na sio lazima hiyo kitu ningeifanya, lakini ni kwa ajili ya neema ya Mungu. Ndio maana nimeweza kufanya hiyo kitu. Kwa hiyo wapenda, kienye ningetaka kuwauliza siku ya leo, tujifundishe kurudishiaga Mungu shukrani. Tujifundishe kushukuru kwa kila hali, kwa kila jambo. Tuwe watu wenye kushukuru Mwenyezi Mungu, tukijua ya kwamba hii neema, tunakaa katika wakati wa neema ya Mungu. Na ndio unasikia mtu akikaakaa ameenda, wakati yake inafika anaenda, kwa sababu ni huruma yake Mwenyezi Mungu ndio imetuweka hai. Ni Mwenyezi Mungu ndiye ametuweka hai. Kama sio Mungu hatungekuwa. Kwa hivyo wapendwa, wacheni niwaambie, kulingana na mashida zenye tunapitia, inatuonyesha kabisa ya kwamba tuko katika wakati mgumu na ni nyakati za mwisho. Saa hii ndio ninawaambia ya kwamba weka Mungu mbele katika kila jambo. Weka Mungu mbele. Hata kama ni kazi unataka kuanzisha, mweke Mungu mbele. Ujue ya kwamba chochote unafanya, Mungu ni wa maana sana. Mungu wako ndio umweke mbele ya mambo yako yote, ili aweze kukutimizia haja zako na aweze kukupeleka mbali. Ukimweka Mungu mbele, hata kama ni biashara mgeni unataka kuanzisha, usianzane biashara kama hujamuuliza Mungu. Piga magoti, omba Mungu, muulize, na hili jambo ninataka kufanya Mungu, ni jambo la maana, ni jambo itawezekana. Muulize Mwenyezi Mungu, mwambie akupatie kibali. Pia Mungu, nipe kibali, nipe kukubalika katika kila jambo nitakalofanya. Mungu, naomba unipe kukubalika. Wacha niwe mkamilifu mbele zako. Wacha nikubalike Mungu. Nipe favor. Kama ni biashara kama hii unafanya, namwambia Mungu, nipatie favor Mungu. Nipatie favor. Wenye nitakuwa nikiuzia Mungu, hii vitu ambaye ninafungua Mungu, ninazipaka mafuta ili ziweze kununuliwa na watu. Mungu, zipake manukato. Mungu, ziweke zionekane machoni ya watu, ziweze kuwapendeza ili waweze kununua. Na ukifanya hivyo, Mungu atakusaidia. Customers wangu, wacheni niwaambie, hatuwezi bila Yesu.
hatuwezi bila neno la Mungu. Kwa hivyo ndio maana ninawaambia ya kwamba ninajua ni mambo ni mazito, ni kugumu saa hii, hata biashara kusimamisha saa hii ni shida. Ndio unakuta mtu mwingine hana pesa, labda amekosa mahali, amenunua mzigo, imetoka vibaya, imemchoma, anashindwa kulipa deni. Wacha niwaambie wapendwa, ndio maana nimewaambia kabla hujafanya jambo lolote, muombe Mungu, muulize Mungu, hii jambo ambalo nataka kufanya nitafanya aje ili niweze kufaulu. Ukimwomba Mungu, biashara yako itafaulu, mambo yako yote itafaulu, na ukae ukijua ya kwamba tuko katika, nimewaambia wapendwa, tuko katika wakati wa neema. Neema ni nini? Ni huruma za Mwenyezi Mungu. Ati jambo lolote ukifanya unasema isipokuwa ni Mungu singeweza, isipokuwa ni Mungu hapa mahali ambapo niko singefaulu. Kila kitu ukifanya usemawe hivyo, ati isipokuwa ni Mungu singeweza, kama ni uwezo wangu singeweza. Kwa nini? Hakuna jambo lolote ambalo unaweza fanya peke yako, lazima Mungu akuongoze ndio uweze kufaulu. Wacha niwaachie hapo wapendwa wangu. Karibuni kwa duka ya Mama Mulindi hapa stage ya Freria. Karibu customer wangu, mbarikiwe sana hiyo jioni. Kama una chochote unahitaji kwa hiyo duka, kama umependezwa na brada zetu, kama umependezwa na makateni na mashias na warmers na kitu yoyote imekufurahisha, usisahau kunicall. Namba yangu iko hapo kwa screen, ni kutumia 0713 480 ni rahisi sana. Ukisikia unipigia, ukitaka kunitembelea, nitafurahia sana. Karibu customer wangu jioni ya leo. Asanteni. Wow.